Naomba nisalimie kanisa. Yesu asifiwe. Amina. Wale wenye uhai waseme amina. Tunaomba mwezi wa 7 mwaka huu waongezeke, kisibaki kiti kimoja kiko wazi. Biblia inasema inuka, maana shughuli hii na kuhusu wewe. Shughuli ya kuwaleta kanisani na kuhusu wewe. Sio shughuli ya mchungaji wako, kazi yake yeye analetewa, yeye anachunga. Habari ya watafuta huko mtaani wali ni wewe. Kwa hiyo inategemea namna vile unaishi na unaelewa wewe ni nani. Kama wewe uko hapa kanisani, kuna mtu mmoja alihangaika mpaka wewe ukafika kanisani. Hangaika na wewe mtu mmoja aje kanisani. Hakikisha mtu mmoja anakuja wapi? Kanisani. Usiridhike kuwa hapa kanisani peke yako. Mwambie Mungu akusaidie. Ulete mtu mwingine. Mchungaji ataulizwa kazi ya kukuchunga wewe, na wewe utaulizwa kazi uliyoifanya kwa ajili ya Bwana. Sio kutoa michango peke yake, lakini kuwaleta watu kanisani ndio sadaka iliyo na maana kuliko kitu kingine. Kuokoa roho ya mtu mmoja ndio dhamana iliyokuu, na utatoa hesabu. Jitahidi sana umlete mtu kanisani. Muokote kokote aliko, mweleze uzuri wa Yesu, mlete kanisani. Usiridhike wewe umekaa kwenye kiti na kuna mmoja leo analewa, kuna mmoja ajui Yesu, kuna mmoja ameenda kwa maganga mpaka amechoka na ajui njia mahali pa kwenda kupona. Fanya mlete hapa. Jifunze kuwa mwinjilisti. Zamani tulipobatizwa nikiwa na miaka 13, 14, tulikuwa tukifundishwa kwenda kuwatafuta watu hata walioko maporini, kuwaleta kanisani. Kwa nguvu zote na kwa akili zote lazima waje kanisani. Sio wote watatamani kuja kanisani, lakini mwambie Mungu akupe akili ya kimungu na kibali umlete mtu kanisani. Una mtu apendi kuja kanisani, lakini siku moja akija atatamani kuja tena na tena na tena na tena. Haleluya. Narudia, usiridhike wewe kukaa kwenye kiti kanisani. Au ukigeuka nyuma unakuta viti havina watu, haujisikii vibaya? Naliuliza tu kanisa la Mungu, haujisikii vibaya? Yaani ujisikii vibaya kweli? Umekaa kweli wewe unajua kwamba kuna kwenda mbinguni, alafu kuna mtu wajui kama kuna kwenda mbinguni, yuko tu anakufa, unamuona, na pengine hata akifa mazishi yake unahudhuria, unaenda kuzika, na unajua anakufa hajapokea Yesu. Mwambie habari ya Yesu kila mara. Awe ni jirani yako, mpangaji mwenzako, mwambie Yesu ni mzuri, Yesu anaokoa. Twende kanisani, hata uende tu kaone, tutembee tu. Unakosa ushawishi kweli? Ulijitahidi ukavaa vizuri sana ukapata mume, mbona huwezi kujitahidi kumleta mtu kanisani? Akili ile ile uliyotumia kumpata mume mzuri, mke mzuri, itumie ile ile kumfanya mtu mmoja apende kuja kanisani. Maandiko yanasema kila kazi ya mtu itapimwa kwa moto, na kazi yako ikiteketea na wewe utakwenda na maji. Uelewe, narudia, kazi ya kuwaleta watu kanisani sio ya mchungaji. Mchungaji kazi yake ni kuchunga walioletwa. Wewe kazi yako ni kuwatafuta na kuwaleta. Narudia tena, mtu mmoja alikosa kula akafunga, mtu mmoja alikuwa hajalala akakutafuta wewe ukaja kanisani. Mtafute mtu aje kanisani. Hata wale wasiotaka tunawafanyaga wanataka tu kuja kanisani. Haleluya. Unasema kama wamepungua wakienda, waache tu waende. Hakuna waache waende, unajua wanaenda wapi? Unadhani wakitoka wanaenda kwenye kanisa lingine, hata huko hawaendagi. Wacha nikwambie ukweli. Wanaishiaga huko, wanafia huko. Jitahidi. Na wale mliopo msimame na msimame kama ndugu. Mwakae hapa kanisani kama familia. Mpendane kama familia. Biblia inasema ndugu yako akikosa muonye, akitubu msamehe. Usiishi kanisani ukiwa na visasi. Kisasi mtu mmoja akiona huwezi kumsamehe anaondoka. Usipojua kusamehe watu wataondoka. Wasamehe waliokukosea. Mfundishe mtu upendo wa Mungu, abaki kanisani. Jifanye kuwa wewe sadaka kwa ajili yake. Umia ndio amekukwaza, lakini vumilia ili yule mtu asiondoke mbinguni kwa Mungu. Kuna mwingine hataki kukwaza, hajui amekukwaza. Yeye anaona ndio maisha ya kawaida kama wanavyoishi wengine nje. Lakini ukimsamehe siku moja atajua kwamba kuna msamaha. Kumbe sikubaki pale kwa kuwa ni mimi nilibaki, ila kuna mtu alinisamehe. Ndio maana nimeendelea kuwepo. Haleluya. Wengine wanakuja jinsi walivyo, lakini kanisa na mimi litawabadilisha.
Watu watakao kuja jinsi walivyo, wakija akiwa malaya usiwafukuze, washuhudie uzuri wa Yesu. Waambie kwa nini upo kanisani hapa, Yesu anakupenda. Anataka uache 1 2 3. Ataacha tu. Usimchukulie vibaya. Usimshutumu. Mashutumu yanaondoa watu kanisani. Yanaondoa watu. Mtu kama mimi leo nilikuwa nimefika mahali, wacha nikwambie ukweli, nikasema nitarudi kwenye dini yangu ya Kiislamu. Maana huku nalitangaziwa amani, nikakutana na vita. Nalitangaziwa upendo, nikakutana na chuki. Nikakutana na roho ya uwaji. Baadaye Mungu akaniambia hata niliowakusanya kuwepo hapo kanisani hawakuwa wazuri. Ndio maana ukiona mtu kinainuka kwa mtu, ujue alikuja akiwa mtu mbaya. Na ndio maana leo nimemgeuza awe mzuri. Kwa hiyo atakuwa mzuri. Kwa hiyo wote tuliokaa hapa ni watu wabaya sana. Lakini tunajaribu kuvumilia ili kwamba mtu mmoja abadilike kupitia wewe. Usiwe mjinga na kufurahia mtu mwingine anaondoka kanisani. Waache tu waende, utabaki peke yako. Hata mchawi ana wachawi wenzie, wewe utabaki peke yako. Na unafurahia tu. Hata hapo kiambiwa piga nako haupigi, unamfitini mpaka Mungu. Inaonyesha moyo wako uko nako. Moyo wako una uchungu, moyo wako una hasira, umejaa kiburi. Yaani hata mchungaji kapiga kelele mara 10, shangilia Yesu, umekaa tu umenuna. Na unafurahia wengine waondoke. Tunamwomba Mungu aishie milele, awarudishe wote walioondoka mahali hapa. Warejee katika jina la Yesu. Iwe usiku au mchana, lazima warudi katika jina la Yesu. Na tunatuma malaika kule waliko, waseme na wao kwa nguvu, wakawarudisha kwenye madhabahu ya Bwana. Sijui kwa nini nimeongea hivi, lakini nimeongea kwa sababu ni kanisa la Mungu na ni nyumba ya Mungu. Usifurahie mtu mmoja kuacha kuabudu kwa sababu yako. Usifurahie. Ikiwa mwenyewe aliacha enzi na utukufu, akashuka kwa ajili yako, wewe uliyekuwa mchawi, mwana wa mwanamke mchawi, akaja akashuka kwa ajili yako. Mbona wewe usigharimike kwa ajili ya mwingine? Haleluya. Mmepata mchungaji mzuri, anawaandalieni mikutano, zingine hata washurutishi na mambo mengi. Lakini kwa nini msijue kusimama na kuishi kwenye hiyo neema? Msaidieni mchungaji wenu kuhubiri Injili. Msaidieni watu warudi. Vikao visivyo vya lazima, hakuna haja kupelekana kwa wachungaji. Mkigombana wawili, simsameane wawili. Kwani mpaka vikao vya kanisa? Mmegombana wawili, mnaenda kushitakiana kanisani? Hapana, msamehe mwingine, kwa sababu na wewe kuna watu umewakosea, wamekusamehe. Na wengine wamekusamehe hata hujawaomba msamaha. Haleluya. Nimeongea sijajua kwa nini. Mimi nalifahamu kanisa vizuri sana. Nimeona kuna shida, nitasema. Na pengine Mungu akuniita kwa sababu tu niimbe, lakini nione shida. Na hii shida mimi hapa ni nyumbani. Wacha niiseme kwamba kama kuna mtu ulimsababisha ameondoka hapa kanisani, kamtafute. Yaani wewe ndio ufanye kazi ya kwenda kumtafuta karudi, maana sababu ya kuondoka kwake ni wewe. Wache waende tu. Kwani nini? Bwana ana watu wengi. Kawalete, wako wapi? Au wengi unawajua wewe wako wapi? Mbona wako hapa? Wako kule wanakunywa pombe, wako kule wanalewa, wako kule wanafanya umalaya, wako kule wanafanya uchawi. Kawalete wale wengi. Haleluya. Baba, ninakusalimu na ninakupenda sana. Mama, ninakupenda sana. Wachungaji nawapenda sana. Ninaamini hiki nilichoongea mbingu zimesikia, na hii madhabahu itakaa na hili neno. Na Mungu atakuwa shahidi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haya, kwaya ilikuwa na watu 40, wanabaki watu 10 na unachekelea. Mwanakwaya, muulize mwenzako uliondoka hapo kwa nini? Rudi nyumbani. Mimi nilisema narudi kwenye Uislamu wangu, sitaki kabisa. Lakini Mungu akaniambia ukiona watu wako kanisani ni wabaya kuliko walioko nje, kwa kuwa niliwaona hivyo, ndio maana nimewaleta kanisani ili niwabadilishe. Kwa sisi ni wabaya. Sasa tusijivunie ule ubaya, tukaendelea kutenda ubaya tukiwemo hata nyumbani kwa Mungu. Haleluya. Amen. Asante waimbaji wote mliotangulia. Yesu awatunze, awainue, wape ujasiri, wape kusimama. Siku moja msije mkarudi nyuma. Ukiona watu wakupigi vigeregere usikasirike.
Maana Mungu anaandaa vigelegele kule nje kwenye mikutano. Bwana wape mikutano mingine ya injili huko nje, mkihudumu wapigie. Mimi nilipigiwa sana vigelegele, lakini ndimi zile zilizonipigia vigelegele ndio zikuja zikanirarua. Kwa hiyo kuna wakati mwingine usivitamani tu, ukikaa kimya bora ukae kimya, wewe imba ondoka. Maana kuna siku zitakurarua hizo ndio. Inena kwa waimbaji ambao unategemea watu wakupigie makofi na vigelegele. Na wasipokupigia unaona kama vile haujafanya kazi. Hapana, si wamesikia? Si ulimba ukasikia? Umemalizana na wao. Haleluya. Vile viti vije vikae mpaka kule mwisho. Vile tumekuja mnakuta watu wamekaa mpaka kule mwisho. Tafadhali waambie watu waje kanisani. Sifurahie kubaki peke yako. Kuna watu wanadhani watakwepa hukumu. Hiyo ni kazi ya mchungaji. Na wewe ni mchungaji kwa mwingine. Utahukumiwa tu vizuri sana. Haleluya. Amina.